ZECO ipo kung'arisha maisha yako. Na haya mambo madhumuni yake ni kwa ajili ya nchi yetu sote. Hawa ni wananchi, tumewataka waje wa shehia tatu: shehia ya Kandwi, shehia ya Matemwe na Pwani Mchangani. Kwa hivyo nichukue nafasi hii pia kuwashukuru wananchi kwa kujitokeza kwa wingi kuja hapa kwa ajili ya kuja kusikiliza viongozi na kusikiliza maelezo ya serikali. Maana jambo hata kama zuri kama kujui inakuwa baya, linafanywa hapa Matemwe, Pwani Mchangani na Kandwi. Wafahamu, wakishafahamu vizuri, tena wakifahamu vizuri, wanaweza kuwafahamisha wenzao. Wazee wanaweza kuwafahamisha wenzao. Kila mmoja ajieleze tena bila jazi. Haya nataka viongozi wangu watuelewe. Nikisema haya watanielewa au watatuelewa. Sema maneno haya kwa sababu sisi wachukuaji, wafuatiliaji wa kauli huko wanaopaswa kuyachukua hayo na kuyafanyia kazi wapo. Kwamba hivi vijumba vyetu vishabomolewa, mshatupa hivi pesa, manake hivyo vipesa havitoshi hata shilingi 2 kununua kiwanja Pwani Mchangani milioni 12, kiwanja cha kuingia vyumba vitatu. Pwani Mchangani hii mweze tupa eneo la kuendea sehemu nyingine, au wanaobomolewa au mimi ninaobomolewa ningepewa na hiyo pesa na nikapewa eneo mingine ya hifadhi ya serikali. Twendeni sehemu gani? Kwa mfano kama sisi wa Pwani Mchangani, kwa hapo ukachukua hapa juu, maswali matatu hapana sehemu nyingine ya kuendea. Mimi na kizazi changu sina pa kuendea kweli. Nitafanya nini? Nilichoambiwa ni kweli kwamba faida ya umeme ni kubwa. Mimi nimeikubali kwamba ni faida ya Mungu mimi, na nimekubali kwa sababu nimepeleka kwa skuli, nimejua faida na hasara, lakini hasara yake ni kubwa, inaniumiza mimi. Hilo pia nimelikubali kwa niaba yangu mimi, lakini peni sehemu nyingine ya kwenda kujenga hizo nyumba zote zilizoingia, tukazijenge sehemu fulani, kwa sababu hatuna sehemu nyingine. Sasa tunachokiomba kwa upande si wa Kandwi na katika mji wa asili mmoja na Kandwi. Binafsi hapo Kandwi na mashamba zaidi ya 4, na katika haya mashamba 4, mawili yana karibu eka 10 na hawa husika, naomba siku atokuja wanaambie mapema, na mimi kama inachukuliwa basi muje tukae na nyie kwa utaratibu uliokuwa mzuri, kwa sababu umeme ushakuwa mwingi na ushakuwa imara. Mtatuambia tuondoke na vijijini wakati haikeni mahoteli. Tunatuambia nini kwamba umeme utatusaidia hapa ni Mchangani? Hivi tunakuombeni tukaeni. Nyinyi na sisi vijiji lazima kwanza tupitiane tena katika shehia hizo za Kandwi, Pwani Mchangani, Matemwe. Tukae tutafakari. Je, mradi huu hautaathiri watu? Sio ushakuja tokea mradi baadaye tena watoto wanaathirika kwa kukaa. Kwa maana hiyo sehemu iliyokuwa wazi itabidi tufanye kazi kweli. Na hiyo iliyokuwa wazi ni sehemu ya watu ambao wanahitaji makulima yao, mashamba yao, kuendeleza maisha yao. Hatukatani, lakini tuwe na huruma. Je, sisi Pwani Mchangani na Kandwi sasa hivi ndio ishakutana baada ya miaka 5-6, waliobakia wataishi wapi? Hilo ndio kutafakari sisi nani. Hatukatai mradi hata siku moja, maana tunanufaika. Kana uelewa wetu, tunaelewa kuanzia Kandwi, Pwani Mchangani, Matemwe kusini mpaka Mikuni. Sema ile kwa eneo lote, uelewa wetu sie. Lakini leo mmepeleka watu baadhi ya maneno mengine nasema kwamba mtatokezea baadhi ya sehemu ndizo na baadhi ya sehemu sizo. Hasa sisi tunataka kuja kujua maana yake, huyu hapa ndiye kapatikana kwenye eneo, huyu hakupatikana, yeye akaendesha maisha yake kwenye eneo hili. Naomba sana tufanye kikao siku moja pale Mporini tulijadili hili swala kwa kina kabisa. Hatupingi mradi wa pesa, anapungua kaunti mtu anachukua pesa milioni 100-200, wakati yule mwasilika milioni 10 haipati. Hili linaumiza sana, hili linaniumiza sana. Tafadhalini, mnapotoa mradi wenu mtoe kwa mtu mlengwa aliokuwa akakusudiwa, apigwe picha eneo lako kweli, apishwe. Kama itakuwa na msahafu, ape msahafu. Kwa kweli mradi sio mbaya, ni mzuri tu, kwa sababu serikali inapoamua jambo inajua nini wanachokifanya na uhakika gani unaofanyika na malengo gani na maisha ya baadaye, yatakuwa ni mazuri. Lakini tukiangalia kwa undani, kutokana na vizazi vyetu ambavyo tulivyonavyo hivi sasa hivi, huu mradi kijiji cha Kandwi tunasema ni cha zamani kitoke, cha Mikuni nacho cha zamani kitoke, lakini maeneo haya ya kati ni mradi ambao unatakiwa kufanyika. Si vibaya, ila tuangalie. Mwenzangu anasema upite chini ya mlima, lakini mimi hili nalikataa. Mheshimiwa Waziri, na kuomba kama mradi huo utapita,
uwaze juu ya kilima kuelekea juu. Huku chini tuachieni na makazi, ili tupate watoto wetu wapate makazi ya kuendelea. Wananchi sasa hivi makazi plani hatuna, kule kote tushauza, wazungu wapo ndo wanaendeleza miji sasa hivi. Sasa mradi unaojengwa pale ni mradi wa kuzalisha umeme wa ziada kwa kutumia jua, kwa sababu maeneo mengi ya huku ni maeneo ya wazi, hayana miti mikubwa, hayana kivuli, kwa hiyo yanafaa kwa ajili ya kuzalisha umeme wa jua. Kwa hiyo pale tutazalisha umeme wa jua wa megawati 30, utaingizwa kwenye kituo cha kupozea umeme ambacho kinajengwa jirani, ili wananchi wetu waendelee kupata faida. Sasa mchoro wa awali ulionyesha baadhi ya vijiji kuguswa, ukafanyiwa marejeo mchoro huo, na vijiji vyote vya asili ikiwa pamoja na Mkuyuni, Kandwi, hivyo vyote vitakuwa nje ya eneo hilo litakalochukuliwa kwa ajili ya mradi huu. Eneo hili litachukua maeneo yale ya wazi tu, lakini bado kuna maendeleo fulani. Kuna watu wamejenga nyumba, kuna watu wana misingi, kuna watu wanalima. Wale watafanyiwa tathmini na watalipwa haki yao. Tathmini itahusisha kile ambacho umekiwekeza sehemu ile ya ardhi, itahusisha muda wako, na itahusisha ile tabu utakayopata kutokana na eneo lile kuchukuliwa, na kila mtu atalipwa haki yake. Kila mmoja atalipwa haki yake. Kama kuna sitafahamu, baadhi ya watu wanafikiri kwamba maeneo yao hatujachukua maeneo yote, hususan maeneo ya vijiji vya asili. Vijiji vyote vya asili ni pamoja na Kandwi havitaguswa na mradi huu. Ikumbukwe kwamba mradi huu si kwa ajili ya watu wa Kandwi tu, unaofaidisha watu wengi, lakini faidika wakubwa wa mradi huu nitakuwa watu wa Pwani Mchangani, Kandwi, Mkuyuni, Matemwe. Sasa hivi huwezi ukasema kwamba ni eneo fulani, wakati pengine hapa unasema hata wewe hujaguswa na mradi huu. Sasa kwanza tuijue hii mipaka. Tukishaijua hii mipaka hasa, sasa ndio tutajua sasa hili tunalifanyaje, na hizi kikao cha leo hakuna haja sana ya kuwepo leo. Tuje tena na vitu ambavyo mtaviona na michoro yenyewe ya ramani, kwa sababu mimi jambo moja niloliagiza pamoja na kamati ya sasa au mheshimiwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya na wizara yetu, kwamba nimeagiza vijiji vya Kandwi, vya Matemwe, vya kiasilia vyote vitoke visiwemo, na tumevitoa. Sasa katika hii ramani kubwa mnaoambiwa, ni kweli ramani ni kubwa, lakini maeneo yaliyoingia 85% ni matupu, ambayo ni mashamba ya watu ndio waliosema wazee wangu wana maeneo yao, na 15% ni ambayo kuna foundation tupu na sehemu ndogo ndogo. Sasa ni kuhakikisheni wananchi, mimi sitaki mdhulumike, nitahakikisha nikiwa waziri nalisimamia na mnakifahamu kipengele kimoja na mnaonyeshwa. Tuje tuonyeshane, taarifa ilikuwa haiko nzuri, lakini tukuhakikisheni tutakuja ramani kubwa mbili, tutaelezana, mheshimiwa masheha nao watakuwepo, tutaeleweshana, na yale maeneo sasa tutakayesema wakati tunazunguka, kwa sababu sasa hivi hakuna mtu aliyofika kwenye eneo lolote kuchukua eneo. Tumefika sisi wizara kwenda kuonyeshana eneo hili ambalo tunalolitaka, lakini kuombeni sana wazee wangu hapa Mchangani, wa Kandwi, wa Matemwe, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu sisi hatuendi kujenga hoteli, sisi tunaenda kujenga umeme ambao utakuja kunufaisha wa chini, wa katikati na wa juu. ZECO ipo kung'arisha maisha yako.